Ni watu fulani wametubunia haya magonjwa yametokea kwenye miili, tunakufa mapema. Vijana kufa katika umri mdogo kwa sababu ya harakati za utafutaji. Ni mambo ambayo hayataki kuwa hivyo. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio. Jamii inahitaji mabadiliko. Sauti ya Mabadiliko tunatazamia kuyahamasisha mabadiliko hayo ili kusiweko na kilio popote. Kila mtu akiwa mlinzi wa jirani yake, hakika hakutasikika kilio. Ukiona mtu mwingine analia, wewe usimbembeleze, wewe umekuwa sababu ya mtu huyo kulia. Ukiona mtu mwingine anaonewa, wewe usitumie sauti yako kuzungumza, basi wewe umekuwa sababu ya mtu huyo kulia. Harakati hizi zitajikita katika maeneo makuu matano, nitayasoma hapa ili kujenga msingi wa mwanzo wa harakati zetu, ili kuweze kuleta picha hii ambayo tunaitazamia. Jambo la kwanza, tunaamini kwa nguvu ya sauti zetu tunaweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii zetu kwa kutumia mziki, kuongea, kuimba, ili kuhamasisha watu na kubadili mitazamo mibaya ielekee mema. Kwa sauti zetu tunaweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii zetu kwa njia ya sauti. Hilo ndio tunaamini. Ndio maana tumeita chaneli hii Sauti ya Mabadiliko, kwamba kwa sauti zetu tunaweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii na kubomoa mitazamo mibaya ili kuijenga mitazamo mizuri, mitazamo mema kwa watu wote. Kusudi kubwa tufikie hatua ya mabadiliko, kuhakikisha kwamba ndani ya nchi hakutasikika kilio. Jambo la pili, naamini kwamba kwa sauti mtu anaweza kupinga mabaya na kujenga mema. Kila mtu aweza kuchangia kwa namna yote awezayo katika harakati hizi ili kufukuza giza na kuleta nuru kote duniani. Kwamba kwa sauti ya mtu, kwa njia ya kuongea unaweza ukaleta mabadiliko chanya, ukayapinga mabaya na ukayajenga mema. Katika eneo hili kila mmoja akiwa mlinzi wa mwenzie, ukiona ubaya ukaupinga na kuonyesha kwamba ubaya huu hautakiwi kuwa hivi, jambo hili litakiwa kuwa hivi, hakika uovu ule utaondoka, ubaya ule utaondoka na tutajenga jamii yenye wema. Tukiona utekaji unaendelea, watu wanauawa kikatili kama hivi, tukisema hivi sio sawa, mtu yule akasikia, kila mmoja sauti yake ikawa na nguvu mahali popote, hakika maovu yatapungua, kwa sababu kila mmoja atakuwa anaona aibu kufanya uovu, kwa sababu jirani yake atakuwa wa kwanza kumzuia asifanye ubaya ule. Tutajenga mambo mazuri, tutajenga mtazamo mzuri na tutaweza kufukuza namna zote za uovu kote duniani. Namna zote za giza tutazizuia, na tutaingiza nuru kwenye mioyo ya watu na kwenye jamii zetu. Dunia itakuwa mahali salama. Jambo la tatu, kila mmoja anafahamu jamii inahitaji mabadiliko. Kama wewe haujui kwamba jamii inahitaji mabadiliko, basi nataka nikujulishe kwamba jamii inahitaji mabadiliko. Hivyo nataka watu wote wawe sehemu ya usuluhishi, wawe sehemu ya kuleta mabadiliko haya, na sio kwa wapenzi watazamaji tu, na sio kwa waangalizi tu, na sio kwa watazamaji tu, kwamba mambo hayapo sawa tunaenda pamoja nayo, kwamba hayako sawa tunayasindikiza. Wote kwa umoja wetu, kwa pamoja tuwe sehemu ya kuleta mabadiliko haya, na sio kwa wapenzi watazamaji tu. Yako mambo mabaya ambayo yanaendelea katika jamii. Yako mambo mabaya ambayo yanaendelea katika jamii. Kwa sauti zetu tunaweza kuyabatilisha hayo na kujenga mambo mema kote ulimwenguni, kwa sababu kila mtu akiwa mlinzi wa mwenzie, kila mmoja, yani mimi nikiwa mlinzi wa jirani niliye naye, wewe ukiwa mlinzi wa jirani mnayo, kwa moyo mmoja, kwa nguvu moja, tutayaondoa maovu yote kote duniani pasipo uoga. Uoga ni dhambi. Uoga ni kosa ambalo linakuwa linasababisha mambo haya yasiwe. Wewe usipokuwa muoga na jirani asipokuwa muoga, kisha tutaijenga jamii ambayo hakutasikika kilio ndani yake. Jambo la nne,
Nataka ushirikiano kwa watu wote wanaotafuta mabadiliko. Yaani wale watu ambao wanaona hivi hali ilivyo sio sawa, watu kutekwa sio sawa, watu kupewa kesi za uongo sio sawa, watu kuumiza watu wengine sio sawa, watu kuchepuka nje ya ndoa sio sawa, watu kutelekeza familia sio sawa. Kila mmoja anayeona kwamba dunia na jamii haitakiwi kuwa hivi. Mwisho wa siku wanawake wanabaki kuwa single mother. Anayeona hali ya mambo isiyo sawa, anayeona mabinti kutomaliza shule kwa kupewa mimba sio sawa, anayeona kwamba mambo haya sio sawa, tunahitaji ushirikiano na umoja wote kwa pamoja, ili kwa njia hiyo tunaweza kuleta mabadiliko, kuondoa vilio katika jamii. Nategemea kwenda kwa umoja, ushirikiano na kuleta usawa, ili kuweza kufukuza maovu, ili kuweza kufukuza mabaya na kujenga maadili mema. Kwa namna umoja wetu na usawa wetu, yani kusiweko na mtu ambaye atakaonekana yeye yuko ni bora zaidi ya mwingine. Wote tuwe sawa sawa. Kila mmoja akimuona mwenzie ni sawa na yeye. Kila mmoja akimthamini mwingine kama anavyojithamini yeye. Tutakuwa na amani na kilio kitaondoka kabisa katika jamii zetu. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya ambayo itakuwa na watu wapya, ndani ya nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio. Na kupitia mambo haya ambayo nimekueleza, tunaweza kufikia kwenye hatua hiyo. Falsafa yetu ni hii. Nimekusudia kuwasilisha mtazamo tofauti kuhusu masuala yote ya kijamii na kuwapa watu mbinu za kufanya mambo tofauti yaliyo sahihi kwa njia inayofaa. Hiyo ndio falsafa yetu, kwamba niingize mtazamo sahihi, niwasilishe mtazamo sahihi kwa jamii kuhusiana mambo yote ya usuyo jamii, yote lolote linalohusu jamii, niingize mtazamo tofauti na walionao, ili niwape mbinu sasa kwamba mtazamo walionao sio sahihi, wafanye nini, tufanye nini, tufanikisheje mambo, tutengenezeje mambo, tuenende vipi kwa njia iliyo sahihi, tuweze kufanya mambo sahihi ili kuweza kuleta matokeo yaliyochanya. Huo ndio msingi wa harakati zetu za kuleta jamii mpya, harakati hizi za kuleta watu wapya, harakati hizi za kuja kuitokeza nchi mpya ambamo ndani yake hamtasikika kilio. Msingi huu unatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura 65 kuanzia mstari wa 17, anasema hivi: maana tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, na mambo ya kwanza yatakumbukwa wala hayataingia moyoni. Lakini furahini mkashangilie daima kwa ajili ya hivi ni viumbavyo. Maana tazama, naumba Yerusalemu shangwe na watu wake wawe furaha. Nami nitaufurahia Yerusalemu, nitaonea shangwe watu wangu. Sauti ya kulia haitasikika ndani yake tena, wala sauti ya kuomboleza. Hata kuwepo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimiza siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga kisha kakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda kisha akala mtu mwingine. Maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu, na wateule wangu wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Hao hawatajitabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu, kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana, na watoto wao pamoja nao. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa bado katika kunena nitasikia. Mbwa mwitu na mwana kondoo watalishwa pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe, na mavumbi yatakuwa chakula cha nyoka. Hawatadhuru wala kuharibu katika mlima wangu mtakatifu wote, asema Bwana. Natazamia tuijenge nchi yenye sura hii. Mzee afike umri ulio sawa sawa. Magonjwa ambayo yanakuwa yanawaua watu, haya sio sahihi. Ni watu fulani wametubunia haya magonjwa, yametokea kwenye miili, tunakufa mapema.
vijana kufa katika umri mdogo kwa sababu ya harakati za utafutaji ni mambo ambayo hayataki kuwa hivyo. Umri wa kijana unatakiwa ufikie, yani anasema mtoto mdogo atakufa akiwa na miaka 100, ikiwa ni mtenda haki, ikiwa yeye atakuwa sehemu ya kuleta mabadiliko haya chanya katika jamii yake, ya kuhakikisha mtu mwingine hali. Yote haya yanawezekana. Haya mambo ya kuumba nchi mpya, Yerusalemu mpya, sio baada ya kufa. Baada ya kufa ni hukumu, baada ya mbingu kwenda mbinguni. Maisha yanabadilika, watu awali hawajengi, hawapandi tena mizabibu. Wenye dhambi wanakuwa hawachangamani na ambao hawana dhambi. Sasa ukisikia mwenye dhambi mwenye miaka 100 atakuwa amelaaniwa, basi ujue ni maisha haya yatakuwepo hapa duniani. Nategemea kwamba kwenye nchi yangu ya Tanzania haya yawe kwanza, kisha ulimwenguni kote tuweze kukubadilisha kwa kuiga mfano wa nchi yetu ya Tanzania. Inawezekana. Hizi harakati zitaenda sambamba na kupinga uovu, kuhamasisha mema. Zitaenda sambamba na kuhakikisha mahali popote anapoumia mtu tuweze kupiga kelele kwamba yule mtu asiumizwe. Na wewe ukiwa mwanaharakati ukajiunga kwa harakati hizi kuhakikisha usalama wa jirani yako, hakika tutaweza kufikia malengo haya mazuri ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayelia ndani ya nchi. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, anasema itengenezeni njia ya Bwana, yosheni mapito yake, maana Bwana yu karibu na kuja. Naye atamlipa kila mtu sawa sawa na yale ambayo anatenda. Hii ndio maana neno Maranatha. Uwe na wakati mwema na kutakia kila laheri katika harakati hizi. Karibu ujiunge nami kwa kusubscribe, kwa kucomment, kwa kushare na kuhamasisha wengine kuendana kufanya haya ambayo nimeweza kuyawasilisha leo kama msingi